Beno miwechi. Miomo. Tumuyumba tusome alamo aineto washika bechu maaweto obibyo nimuna nibo totekeito bechu bose baseni bale ano mumbwe eja itwa umbilecha obanda na alamu aineto bile bitwala amanake na yato itira itwebonde mbakalwa angawaona olyo mboke watochibwa nibondo iko washire nshibe ashire machi wabashibeni angawa yane mimya iwasawula mbakalwa waungwa chibo na lobito niwechi tosoma mapendeki Eswahili mbakalwa bange baelewa. Nyarugusu tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Hotuba ya mazishi ya marehemu. Marehemu alikuwa anaitwa kwa majina yafuatayo: Sango na Milenga Pereshika, kwa jamaa la Babungwe, nyumba ya Bashisango. Niwechi. Marehemu alizaliwa Kongo mnamo mwaka wa 1950 au mwaka 1950 pale kwetu Kongo Abombe Eboko. Baba wa marehemu alikuwa anaitwa Daudi Msangwa, kwa jamaa la Babungwe Bashim Sangwa. Mama wa marehemu alikuwa anaitwa Salima Nyange, kwa jamaa la Bashimwenda Bashimbochi. Niwechi. Marehemu aliolewa na bwana Embete Baelanya Gasto, wa jamaa la Bashimuma, nyumba ya Asonga, mlango mdogo wa Aongo, ambapo pale kwa Bashimuma kuna nyumba 4 na nyumba ya kwanza ndio nyumba ya Songa na hiyo ndo nyumba ya mme wa marehemu. Marehemu alibahatika kuzaa watoto 9, wanawake 2, wanaume 7. Walio hai ni watoto 2 tu, wanaume. Waliofariki ni watoto 7, yaani walio hai ni wanaume 2 tu na 7 ndiyo iliyofariki. Miomo. Wanawake 2 walifariki na wanaume 5. Marehemu alibahatika kutuachia wajukuu 30, lakini pia alibahatika kuona vitukuu 5 tokiololo. Niwechi. Amen. Elimu. Marehemu akubahatika kusoma. Mnajua hali ya kwetu miaka iliyopita, alikuwa mkulima. Magonjwa yaliyompelekea marehemu hadi kufa. Marehemu alisumbuliwa muda mrefu kutoka nyumbani kwetu Kongo hadi hapa na magonjwa yafuatayo. Marehemu alisumbuliwa na magonjwa ya mlambo, lakini pia marehemu alikuwa amesumbuliwa na magonjwa ya kupooza, lakini na kutapika damu pia. Hadi tulipokuja hapa kambini Nyarugusu, tuliendelea kukaa naye hapa akifuatilia matibabu, mara kilazo anarudi mara kwa mara hivyo. Lakini ilipofika tarehe 24, marehemu hali ikawa imebadilika, ikawa tete pale hospitali. Baada ya kufanya wiki mzima amelazwa kwenye hospitali yetu kuu ya Nyarugusu. Ilipofika tarehe hiyo 24 mwezi huu ambao tunao mwaka wa 2026, kwenye mida ya saa 9 marehemu akawa ameaga dunia. Niwechi. Kwa hiyo ndugu zangu wana Nyarugusu wote walioko hapa, kilichosababishia marehemu kifo
ni hayo magonjwa ambayo nimeyataja hapo: kupooza, mlambo, lakini pamoja na kutapika damu. Hapa duniani marehemu amefanya miaka 76 au miaka 76, lakini pia tumeshukuru Mungu kwa sababu marehemu ametuachia watoto 2, wajukuu 30 na vitukuu 5. Jumla ametuachia watu 37. Miweti miomo ni mke wetu ambao tulikuwa tumempenda, tuendelee kukaa naye miaka hii ambayo amefariki nayo 76. Kwa wale ambao wamejaliwa na Mungu ni miaka michache sana, wengine wanafika hadi 80, 90, 100, lakini Mungu akaona ni vema tu amchukue ili amlaze mahali pema. Miweti la mwisho kabisa kutoka kwa familia, tumeshukuru kwa Wananyarugusu wote, hususani kijiji cha Pede zone ya 4 ambao mmeacha shughuli zenu toka siku ile ya tarehe 24. Mlishirikiana na sisi, mkaomboleza pamoja na sisi, mkalia. Chochote kile kilichofanyika hapa amkutuachilie. Bwana Yesu awabariki. Sisi hatutaweza kuwalipa, Mungu mwenyewe atawabariki. Miweti, endeleeni kuwa na roho kama hiyo, mtalipwa, msikuzimia mioyo. Lakini pia niombe nitangaze kwamba tumezika leo 26 tarehe. Ifikapo Jumatatu ndipo tutawaomba tena Wananyarugusu wote tukutane hapa ili tusambaratishe aidha kuagana kabisa na marehemu. Wananyarugusu wote tunawaomba, tutakuwepo hapa kuanzia leo tarehe 26, 27 hadi siku ya kwanza. Basi tutaomba tena tuwe hapa ili tusambaratishe msiba huu wote pamoja. Kwa niaba ya familia, Mungu awabariki. Miweti miomo. Kanisa